Wewe kama kijana unapaswa kujiuliza, je, nina mchango gani katika taifa langu? Na takiwa kutoa mchango gani? Taifa lipo wapi? Ni vizuri sana sisi kama vijana kuwa tuna desturi ya kujiuliza na kupata haya majawabu ya maswali haya muhimu kuhusu taifa lako, lakini pia na wewe mwenyewe, kwa sababu sote sisi ni jamii ambayo tuna vizazi ambao vinakuja kesho bila shaka vinahitajia mchango wetu sisi kama vijana, kwamba tumefanya nini. Lakini vile vile tunasema kwamba taasisi mbalimbali nazo zinao wajibu wa kuwa na mchango mkubwa zaidi kupitia kuwatengeneza vijana, kwa sababu bila kufanya hivyo tutatengeneza tatizo kubwa zaidi kimaadili. Taasisi za kidini wao wana mfumo mzuri wa kuweza kuwatengeneza vijana, lakini vile vile wale vijana ambao wao wamejidhatiti, wamejitoa kwenda na misingi bora ya kimaadili na katika uongozi wanaje. Pia taasisi hizi zote nilizozisema, za kibinafsi, za umma, lazima ziwe na mchango mzuri wa kuwalea na kuendeleza vijana wa sampuli kama hii. Lakini vile vile tunaweza tukajifunza pia katika dhamira ya taifa letu sisi kama na taasisi, wao wamejipangaje katika muktadha kama huu. Serikali mfano tunakaangalia kwamba serikali kupitia Wizara ya Kazi na Vijana, ambao sasa hivi wizara iko chini ya Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, ambao sasa anafanya vizuri sana, pia imeanzisha mikakati ya kuwajengea pia vijana ujuzi wa uongozi. Imekuwa ikitoa fursa mbalimbali, imekuwa imeshirikisha ni katika namna nzuri. Lakini vile vile katika dira ya maendeleo ya taifa ambayo imelenga pia kujenga utumishi wa umma wenye maadili mema. Lakini je, tunasema katika swali kama hili, taasisi binafsi na mashirika ya kijamii yanashiriki pia katika harakati hii kikamilifu au yanalegalega? Hili ni swali ambalo tunaliacha pia katika zile taasisi binafsi, taasisi hizi ambazo zinatumia pia rasilimali ya vijana kama rasilimali muhimu katika wao kufanya kazi za kijamii. Tunauliza, zinalegalega ama zinakuwa viko vizuri pia? Kwa sababu gani? Tunahitaji ushirikiano wa sekta zote bila shaka, hata huko kianzia katika huko mashule, vyuoni, hadi katika mitandao hii ya kijamii kama hivyo tunapozungumza, kuweza kuwalea viongozi katika misingi ya kuweza kuwa na msaada mkubwa kwa ajili ya taifa letu. Mpenzi mtazamaji, mimi nimalize kwa kuhitimisha kwamba na kutoa wito bila shaka katika siku hii ya leo ya Sina Uhakika. Sisi tunasema Tanzania ya kesho inategemea kijana wa leo. Bila shaka Tanzania ya kesho inamtegemea kabisa kijana wa leo. Kwani bila maadili uongozi utageuka kuwa ni mzito na ni mzigo badala ya kuwa neema kabisa. Sisi tunasema hivyo. Lakini vile vile tuhoji na tuweze kuhamasika, hususan hivi tunavyoelekea, siku bado ziko chache kuelekea katika uchaguzi. Wewe kama kijana usikae tu bila kwenda kupiga kura. Nenda kachague, chagua unayemtaka, usiyemtaka mweke pembeni manake, lakini nenda shiriki katika zoezi la kuchagua. Huo ni mchango mzuri na ni uzalendo wewe kama kijana katika taifa lako. Kwa hiyo tunasema tunahoji, tunahamasika, lakini vile tuwajibike kuanzia ngazi za chini, ngazi ya familia, taasisi na mpaka taifa kwa ujumla. Na taasisi pia za kidini zinazo nafasi za kipekee tunasema pia. Lakini je, zipo tayari kuamka na kuongoza kizazi kipya kwa vitendo? Sina uhakika pia hili swali inalitupa kwa taasisi ambazo zinatusikiliza bila shaka. Lakini vile vile kama kijana na kama mzazi, kama kiongozi, jaribu kujiuliza, je, unajenga ama unabomoa? Sina uhakika, lakini naamini tunaweza kujenga kwa pamoja. Mpenzi mtazamaji, mpaka tena wakati mwingine wa kutokuwa na uhakika. Tukutane tena kwenye Sina Uhakika ndani ya Sambiga Digital. Usiache kucomment na kuweza kusubscribe, lakini vile vile kufollow katika mitandao yetu ya kijamii yote, Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Mara nyingi sitaki hata kukutajia kwa sababu najua unaijua. Nenda katie comment kule, nenda ka subscribe.
Mpaka hadi wakati mwingine tena, asante.